Wewe ni nani? Haina haja ya kunifahamu. Ila wewe nakufahamu, unaitwa Angel. Ni mchawi mgeni kwenye hiki kijiji. Sasa basi, nakupa onyo. Kacheze unakochezaga. Hii ni namba nyingine. Mimi huniwezi. Na nikisikia tukio lolote kwenye hiki kijiji kimetokea, nitakuua. Wewe ni mtoto mdogo sana kwangu. Na nitakunyamazisha endapo kiendelea kunipigia kelele. Aha. Unataka uone? Ngoja tuone sasa. Fanya tuone. Labda sio mimi Angel. Nitahakikisha hakuna mtu yoyote atakayeleta madhara kwenye hiki kijiji cha Kanyala. Dada, unaroga mpaka mchana? Haya kuhusu. Sijali kilichokukalisha hapo. Halafu kuhusu mimi kuloga, wewe inakuhusu nini? Lakini kumbuka wewe ni mgeni hapa kwenye hiki kijiji. Na sisi kwenye familia yetu hatuna sifa mbaya ya uchawi. Lakini wewe unataka watu watuone kwamba sisi ni wabaya katika hiki kijiji, si ndio? Wewe, habari zangu mimi kuloga achana nazo, hazikuhusu kabisa. Tena nisikie tena umerudia kuongelea uchawi. Jali cha kunu kilichowakalisha hapo. Ndugu yangu alivyotoka kijiji cha pili kabadilika sana. Hatuna jinsi, ndo ndugu yetu, sasa tutafanya nini? Blai, unatoka wapi? Nimetoka hapo chini dukani. Kwa nini siku hizi unatoka bila kuniambia? Unajua nakwambia hivyo kwa sababu gani? Kwa sasa hivi hiki kijiji kuna mgeni mchawi ameingia. Kwa hiyo kwa ajili ya usalama wako mdogo wangu, kila ukitoka naomba uniambie. Maana sasa hivi kijiji hakina amani kabisa. Sasa dada, kama huyo mchawi mgeni ana nia mbaya ya kuteketeza wanakijiji, kwa nini tusitoe taarifa kwenye uongozi wa kijiji ili waweze kumkamata? Hapana. Hata kama ukitoa taarifa kwa mwenyekiti, sijui kwa nani, haisaidii chochote. Maana yule anatumia nguvu zake vibaya ili kuharibu hiki kijiji. Kwa hiyo nakuomba mdogo wangu, kuwa makini. Kila unapotoka lazima unipe taarifa. Nadhani tunaelewana. Sawa dada, nimekuelewa.
Itaenda ambavyo unataka wewe. Sitorudia tena kutoka bila kukuaga. Kwa hiyo wewe enda nyumbani, mimi kuna swala naenda kufuatilia huko. Garude, mambo poa? Za siku nzuri. Shoga yangu, kuna taarifa yoyote juu ya ugeni katika kijiji chetu? Hapana. Ni ujio gani huo? Na ni nani ameingia katika kijiji chetu? Vizuri, kumbe ujui. Hii ni nafasi yako ya kujiunga katika chama chetu cha uchawi sasa. Garude, najua ni muda mrefu sana ulitamani kujiunga katika kikundi chetu cha uchawi. Sasa basi, kuna mchawi mgeni kaingia katika kijiji chetu na ana nguvu sana. Sasa, ninachokuomba ni wewe kujiunga katika chama chetu. Siwezi kujiunga katika chama chenu cha uchawi, kwa sababu sasa hivi nina imani kubwa sana na Mungu wangu. Hivyo rafiki yangu, hilo swala lenu la kujiunga katika chama chenu cha uchawi ni ngumu sana kwa sasa. Alafu, kwa nini ubadiliki? Kila siku ni yule yule tu. Margaret, nakuonea huruma sana. Kumbe sasa hivi una imani za kimungu. Garude, sitakuwa na msaada wowote kwa chochote kitakachoenda kukutokea. Hivi dada Angel ana akili gani? Na ni nani aliyemdhisisha uchawi? Maana kila nikifikiria na jinsi alivyo ni vitu viwili tofauti kabisa. Naomba uniambie, hivi bibi yetu ashawahi kuwa mchawi au babu yetu? Mdogo wangu, kuna siri ambayo ipo hata wewe haujui. Ndugu yangu Angel ana roho mbaya sana, kwa sababu mwanzo ulionyesha nia na sasa hivi umeivunja. Hivyo basi, mchawi mgeni hatakuwa na msamaha na wewe. Rafiki yangu, naomba uweze kunielewa. Na kingine, achana kabisa na uchawi. Mimi ninachokiona, ungana na mimi. Achana na hizo imani za kipotovu. Tuanze kwenda kanisani. Sawa, nikutakie siku njema. Ushirikina, uchawi, siwezi. Sisemi hivyo kwa sababu kama simpendi. Kumpenda nampenda, ila yeye kazidi roho mbaya. Ipo hadithi kubwa, ila kwa leo sitakusimulia, nitakusimulia siku nyingine. Ni hadithi gani hiyo? Kwa nini usiniambie leo? Ipo siri. Mamangu na Angel ni wachawi, tena wanaloga usiku. Kwa nataka kuniambia mama yangu alikuwa mshirikina? Mdogo wangu, naomba hii siri iwe ya kwako, wala usimwambie mtu, unanielewa?
Kaka samani. Kaka samani, naomba kuuliza. Bila samani. Naweza kuuliza dada. Maeneo haya kanisa linapatikana wapi? Kwa kunitazama, unaona mimi ni mjumbe au barua pepe ya kukuletea wewe taarifa? Halafu kuhusu hilo kanisa mimi sijui lilipo. Kuuliza sio ujinga. Nilikuwa tunataka kufahamu. Sasa maneno yote yao yanatoka wapi? Au kosa langu mimi kuuliza kanisa? Dada, naona sina cha kukusaidia. Halafu na mambo mengi. Naona kama unanipotezea muda wangu. Kingine, unaangalia watu wa kuuliza. Na kuonea huruma sana. Kijana mdogo lakini umekuwa na maneno ya dharau. Hivi, mimi ukiniangalia si ni kama dada yako? Kwa nini unanivunjia heshima? Kuanzia sasa utakuwa kibaraka wangu tu. Na utanitumikia mimi siku zote. Na hii itakuwa fundisho kwa wanakijiji wote. Tulikupa nafasi ya kujiunga katika chama chetu. Baada ya kugundua siri, unasema hutaki tena kuingia kwenye uchawi. Nimekuja hapa kwa ajili ya kukupa nafasi moja tu na kukuonya
kama ukishindwa kuingia katika chama chetu, basi leo itakuwa ni siku yako ya mwisho. Kujiunga katika chama sio lazima. Alafu ilikuwa zamani, sio sasa hivi. Sasa hivi na Mungu wangu naye muamini. Siwezi kujiunga na ushirikina sasa hivi. Aha. Baada ya kugundua siri, sasa leo hutaki tena kuingia kwenye chama chetu. Sasa leo nitakuonyesha namna ya jinsi uchawi unavyofanya kazi. Na kingine, kijiji kizima leo kitanitambua mimi ndo Angel. Si unajikuta na imani za kimungu. Leo nitakufundisha imani za kichawi. Leo itakuwa ni mwisho wa hicho kiburi chako. Imani yako kwangu ni ndogo sana. Macho. Mungu. Sorry. Mungu. Macho, Mungu wangu. Sioni. Mungu wangu. Sioni. Macho. Macho. Sioni. Mungu wangu. Mungu wangu. Mungu wangu. Sioni. Macho yangu. Macho yangu. Dadako nimemkuta. Samani dada. Mimi hapa naishi na madada wawili. Sijui namtafuta dada yupi. Namuulizia Angel. Kumbe Angel.
Dada Angel yupo katoka. Ametoka eh? Dadako nilimuonya toka siku ya kwanza nakutana naye kwamba asije akasababisha maafa hapa kijijini, lakini naona hanielewi. Nilishampa onyo na nilimwambia nikiona maafa yanaendelea hapa kijijini nitamuua. Viki, haina haja ya kumsumbua mdogo wangu, mimi niko hapa. Angel, mara ya kwanza tulipokutana nilikuonya, ukija kusababisha maafa kwenye hiki kijiji, kifo chako kitakuwa halali yangu. Lakini naona sasa umezoea, unataka kunipanda kichwani. Mdogo wake Gauda yuko wapi? Hivi wewe unajikuta wewe ni mtu wa misaada sana, si ndio? Hebu niambie misaada yako itafika wapi? Mimi sijui alipo. Haujui? Sasa leo hatima yako iko mikononi mwangu. Uchawi wako hauwezi kufanya kazi tena kwangu. Unajisumbua. Nawe nenda ndani. Ninahisi uwepo wa mtu. Kuna mtu yoyote hapo mbele yangu? Jamani, kama kuna mtu yoyote naomba unisaidie. Sioni. Nahitaji msaada wako. Kuna yoyote? Upofu wako unaonekana sio wa kawaida. Naomba uniambie nini kimekukuta. Kama utaniambia ukweli, nitaweza kukusaidia. Ila kama hutaniambia ukweli, utakuwa umejitakia mwenyewe. Maana inaonekana huo upofu wako uko ndani ya hatia ya moyo wako. Ukweli ni kwamba nilikuwa nataka kujiunga kwenye chama cha wachawi. Lakini ilikuwa ni zamani. Sikufanikiwa kujiunga. Na baada ya hapo kuna mchawi mgeni ametokea, ndio amenifanya huu upofu. Aha. Nimeshafahamu ambavyo nimekufanyia yote haya. Lakini kabla sijakusaidia, naomba uniahidi kitu kimoja, ndipo nitakusaidia. Usije tena ukajaribu kuingia kwenye hicho chama cha kichawi. Niahidi, ndipo nitakusaidia. Nakuahidi dadangu.
sitaweza tena kujiunga katika chama cha wachawi. Wallahi kabisa. Naomba tu nisaidie. Naona dada. Dada naona. Asante kwa kunisaidia dada. Nimekusaidia kwa mapenzi yangu tu, kwa sababu unaonekana una shida. Ila kitu nilichokwambia, usirudie tena kujiunga kwenye chama cha kichawi. Sitaacha tena kumwamini Mungu wangu kuanzia sasa. Nitazidisha imani ya kumwomba kila siku. Margaret, kuanzia sasa hivi wewe umekuwa mkono wangu wa kushoto. Na vita ndo kwanza imeanza. Sasa basi, cha kukusii ni kuwa mtiifu kwangu. Ukienda kinyume, nitakugeuza kama paka. Utazurula usiku wote. Mkuu, kuanzia sasa mpaka kesho siwezi kwenda kinyume na wewe. Mimi ni mtiifu kwako. Lakini Gauda amekataa kujiunga katika chama chetu cha uchawi. Tumfanyeje mkuu? Usiwe na wasiwasi kuhusu Gaude. Paka mdau unaoongea hapa hata kuja kusahau nilichomfanyia. Nimemfanya amekuwa kipofu na ninaamini hakuna mtu atakayekuja kumtolea ukipofu. Kazi nzuri sana uliyoifanya mkuu. Maana alishakuwa na kiburi cha Mungu. Unamwona huyu kijana? Naomba umchukue uende naye nyumbani kwako. Leo saa 7 usiku itakuwa ni nyama yetu. Umenielewa? Sawa mkuu. Nitafanya kama unavyoniagiza. Na sitakwenda kinyume na matakwa yako. Aisha. Wewe Aisha. Gaude, mbona una wasiwasi sana? Kuna nini? Aisha, hapo unaponiona namtafuta mdogo wangu. Toka asubuhi nampigia simu yake, haipatikani.
Unamaanisha mdogo wako kapotea? Au kapotea kwenye mazingira ya kutatanisha? Mimi mwenyewe sijui kapotea ama la. Maana hapa kijijini kwetu kuna mazingira ya kutatanisha ambayo hata siyaelewi. Pole rafiki yangu. Mimi naona cha kukusaidia tuungane tumtafute mdogo wako. Sawa. Hata wewe utakuwa msaada mkubwa sana wa kunisaidia. Mdogo wake na Gaudi kapotea tangia asubuhi. Unamuona? Kusema kweli sijamuona, ila nahisi kuna kitu kibaya kitakuwa kimemtokea, kwa sababu nilikutana na dada yangu asubuhi akaniambia kwamba kuna mchawi mgeni kaingia kwenye hiki kijiji na asababisha maafa. Ni yake ni mbaya, kuangamiza kijiji. Ina maana mdogo wangu amechukuliwa akawekwa kuwa msukule? Hapana, usiseme hivyo. Mimi mwenyewe sina imani na mchawi mgeni. Laitoni, na wasiwasi sana kuhusu mdogo wangu. Maana katika familia yetu tumezaliwa wawili tu. Naomba ukimuona tafadhali uniambie. Sawa. Kama nikimuona nitawatafuta ili niwaambie. Blai, kuwa makini. Ndugu yangu, sijui hata nianzie wapi. Kama ndo huyo mchawi mgeni, hakuna hata wa kumdhibiti. Huyu ni ndugu yangu Angel, hamna mwingine. Sasa kimaliza kijiji kizima. Nyie vikaragosi, mnataka nini mbele yangu? Viki, ulikuwa unajifanya na kimdomodomo sana. Sasa leo hatima yangu imegeuka kuwa ya kwako. Siwezi kukubakiza na kukuacha hai. Leo lazima nikumalize. Tunachokitaka ni uhai wako. Hakuna kitu kingine. Fanya tuone. Siku ile nilikuacha, nilirudi kujipanga. Angel, mkono wa kushoto tayari nimeshamaliza kazi. Umebaki wewe tu. Na ile siku niliyokuahidi, leo ndo mwisho wako. Unajifanya unajua sana. Na una ujuzi zaidi yangu. Leo siwezi kukuacha na apia.
Mimi ndo Viki bwana. Mungu ana maajabu yake. Natumia nguvu vibaya, wengine wanasaidia watu. Kwa elimu, tutakutana mbinguni. Asante Yesu. Mdogo wangu, ulikuwa wapi? Maana nimekutafuta toka asubuhi. Dada, ni mimi mdogo wako. Hata sielewi. Sijui alikuwa ameniweka msukule ama la. Dada, tushukuru Mungu. Huyu dada ndo amenisaidia. La sivyo ningekuwa maiti mimi. Asante sana dadangu kwa kumsaidia mdogo wangu. Pia nashukuru sana kwa yale yote uliyoniambia. Siwezi kuyasahau na nitayazingatia sana. Na pia namwamini sana Mungu wangu kwa sasa. Kwa sasa ni salama. Na huyo mgeni mchawi hatutakuwa naye kwa sasa. Basi Mungu akubariki na kuzidishie maisha marefu dadangu. Haina haja ya kunishukuru. Kikubwa imani yako iwe pale pale. Na pia muangalie sana mdogo wako. Maana na mimi na mdogo wangu vile vile kama wewe. Muwe na jioni njema. Dada, binadamu wabaya. Leo ndo nimeamini kweli uchawi upo. Mdogo wangu, usijali. Kikubwa kwa sasa uko mzima.